Tuombe kwa ajili ya neno. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come before you this night with thanksgiving in our hearts, O God. The Father, you have granted us the grace to be here. The King of glory, you are in our midst, O God. For you have promised that where 2 or 3 are gathered in your name, Father, you are in their midst, O God. And so, Lord, we have gathered in your name tonight, O God. And we thank you because, God, so far you have honored us with your presence, O God. We invite your Spirit to continue taking over control in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, that even as we listen to your word, O God, that we shall speak into our lives in the mighty name of Jesus, that our life shall never be the same again. Thank you for the speaker of tonight, O God. We commit him unto thy hands with thanksgiving, O God. Let your fresh anointing be upon him, O God. May your Spirit give him utterance in the mighty name of Jesus. That whatever is going to share with us tonight, O God, it shall have come from you, O God. Not from any man, O God, but that from you, that your name may be glorified. Give us the desire to hear your word, O God. Desire to understand your word, O God. That the enemy may not come and steal the word that you are depositing in our hearts tonight. In the mighty name of Jesus, give us a hunger and a thirst for your word. Enlighten our darkness tonight, O God. Open the eyes of our understanding, O God. That your word shall fall on fertile grounds tonight. In the mighty name of Jesus, we thank you, we honor you, and we adore you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame kwa miguu yako tafadhali. Just stand up on your feet, everybody. God bless you. Unaposimama kwa miguu yako, salimia mtu mmoja, mshike mkono. Umemshika mkono, usimwachilie. Aya, songa na yeye mbele. Songa tu na yeye mbele sasa. Kwa hiyo viti iko mbele. Songa kabisa viti za mbele. Unajua sasa mbali nimesimama na mali mko mbali sana. So songa tu. God bless you. Mzee wa kanisa, karibu sana. Karibu sana, God bless you. Bas. God bless you. Jamani. Mnapendeza. So songa tu vizuri tu. Hallelujah. Thank you Jesus. Wow. Ni usiku mwingine mzuri. Mungu ametusaidia, tumefika hapa salama. Hallelujah. And I'm so excited today. Lakini kwanza nataka kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha sisi sote, na pia kuniwezesha kunipatia nafasi hii kusimama mbele zenu. Huko nyuma mnaniona? God bless you. Napenda pia nishukuru the leadership of the church pia kwa kunipatia nafasi hii kusimama mbele zenu ili tuzungumze. Hallelujah. Thank you Jesus. You know today it's a worship night. So naomba tu mtu akuje kwa keyboard tafadhali. Anybody. Nataka kusikia hizo chords zikishikwa ndio sasa zini motivate. Zini motivate. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So if leo nazungumza kwa dakika chache sana na nitakuwa mbio sana. Kwa hiyo if you have a kalamu, kitabu, wewe andike kile kitu ambacho utafanya nini? Utaweza kuwezeshwa kuandika, alafu itakuwa vizuri tena zaidi. Hallelujah. In the book of Romans ama Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza. Wow, thank you Jesus. Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. You present your bodies a living sacrifice. The first word to underline is present. Unajua unapo present kitu, when you are presenting something, hautarajii malipo. Alright? Wakati una present kitu hautarajii malipo. Anything, ukilipwa sawa, ukikosa kulipwa pia, it's okay. So the first word to underline is present.
alafu your bodies, the second word is mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia haijasema ama Yesu hakusema present your voices ama your instruments ama your beauty body. Amesema tu present your bodies kama dhabihu iliyo hai. Sio dhabihu ambayo imefariki ama imekufa, hapana. Dhabihu ambayo iko hai. The other word to underline, holy. Alafu inayokubalika kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo inatakana kukua ibada yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usiku wa leo isikuwe kama usiku mwingine ambao Wakristo hukuja pamoja, wakaimba sauti zao nzuri, wakatoka jasho, alafu tukaenda nyumbani nikana kwamba tulikuja tukafanya mazoezi alafu tukaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Because there is that habit ya Wakristo kugather pamoja for a worship night, but back in our mind hata hatujui ni kitu gani ambacho tumekuja kukifanya. Tumekuja kugather, wengine tumekuja kusikia fulani akiimba, alright? Wengine tumekuja kuonyeshana mavazi, urembo wetu, uzuri wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini the Bible inasema ya kwamba basi itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai tena takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Worship ama maabudu ni zaidi ya nyimbo ambazo tunaimba. Worship, maabudu ni zaidi ya zile nyimbo ambazo sisi tunaimba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi, I'm supposed to be the worship. Mimi Carilas. Bwana Yesu asifiwe. You are supposed to be the worship. So, leo, what if worship is not what happens when music starts? Because tunakuwaga na habit ya kwamba hata tukiingia katika ibada, maabudu yanaanza ile time mwimbaji anashika mic anasema sasa tusonge mbele, tunyoshe mikono juu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi maabudu kwa Wakristo yanaanzaga wakati waimbaji wameanza kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo usiku nataka nikwambie kwamba worship is beyond that song. Worship is beyond that beautiful voice ambayo uko nayo. Na kuna wakati tulikuwa tunafundishana tukasema ya kwamba watu wengi wakisikia a worshiper wanadhani ni mwimbaji. But ufafanuzi tu rahisi ya worshiper, a worshiper is a person who worships. All right? Bwana Yesu asifiwe. So we are gathered here to worship God. So you are a worshiper. Kwa hiyo kama wewe ni muabudu ama unaabudu, wewe ni worshiper. Bwana Yesu asifiwe. Sasa you don't have to wait. I desire ile siku ambayo Wakristo watakuwa wanaingia kanisani na hawasubiri mwongozo. Unakuja kwa sababu you realize ya kwamba worship, mimi ndo naweza patia Mungu worship ile ambayo ina deserve. So you don't wait waimbaji waanze kuimba ama watu waseme sasa songe mbele ndo tuanze kuabudu. Na I desire that one day tutafika place ambayo tutaingia katika kanisa na utasahau, yani hautakuwa focus na nini inaendelea. You will focus na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anahitaji wewe. Bwana Yesu asifiwe. Most of us we sing because we worship. But singing itself is not a complete definition of worship. Bwana Yesu asifiwe. Tunaimba tukisema tunaabudu. Lakini kuimba peke yake, it's not complete kusema ya kwamba I'm worshiping. Paulo anasema Paulo does not say offer God your songs. He says offer your bodies. Hajasema patieni Mungu nyimbo zenu. Hajasema patieni Mungu ki ama ki F wale waimbi. Anasema offer your bodies, ama itoeni miili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo
inamaanisha ya kwamba my worship inatakana ikuwe a lifestyle. Worship is a lifestyle. The decision you make katika tu maisha yako uhalisia, yale maamuzi ambayo unayafanya, every decision you making, are you worshiping God? My relationships can also worship God. My money can also worship God. Ama pesa zangu zinaweza pia abudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The work God ambayo amekubless nayo. My response when I'm offended. Bwana Yesu asifiwe. And the most important thing ni utiifu. Kitu muhimu kwa kila kitu ni utiifu. Kama unataka kukua a worshiper ambao utakuwa unagusa moyo wa Mungu, then be obedient. Yani tii, kuwa mtiifu. Bwana Yesu asifiwe. The greatest worship you can give God is not the song that comes out of your mouth. It is the obedience that comes out of your life. Kwa sababu unaweza kuja uimbe nyimbo nzuri, ama wewe hata pengine unaongoza maabudu, uabudu kabisa, watu walie, watu wajazwe, lakini umepanda kwa madhabahu ukiwa na vitu vyako vingi tu. Ya kwanza ikiwa wewe si mtiifu. Kwa sababu mtiifu ama kutii ni kitu muhimu sana kwa maisha ya Mkristo. Kila neno ambalo Mungu amesema katika Biblia inatupaswa tutii na kufanya. Yani katika harakati ya kufanya ndio kutii. Kwa maana nyingine ni kwamba kama amesema fanya hivi na ufanyi, basi wewe hautii. And basically you are not worshiping God. Bwana Yesu asifiwe. So God is looking for worshipers. In the book of John chapter 4 verse 23 and 24. Hiyo verse ina define mwabuduo halisi ni nani. The true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Kwa sababu Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. The Bible inasema, but the hour is coming and now is. But the hour is coming and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship him. Mungu anatafuta hao wale ambao watamwabudu Bwana kwa roho na kweli. Kwa sababu unaweza kuwa umekuja hapa unaimba kabisa, nyimbo nzuri tu, lakini moyo wako uko mbali kabisa na vile vitu ambavyo unasema. And most worshipers kwa hichi kizazi ambacho tuko nacho, wengi wao they are very good actors. Anaweza simama kwa madhabahu na aimbe vizuri hadi akutoe machozi, lakini akitoka pale kwa mlango, moyo wake, vile vitu ambavyo vimejaa kwa moyo wake ni Mungu na yeye na shetani wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiku wa leo tufahamu ya kwamba Mungu anataka watu watakao muabudu kwa moyo ama kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema God is looking, yule mtu ambaye atamwabudu. And the simple definition of this verse is, you see, when you are in spirit, number one, hata ile environment yenye uko auelewangi most of the time ni nini inaendelea, because your focus is in another level. But the moment hata kuinua mikono ni ngumu kwa sababu fulani ataniona. Hallelujah. So Yesu hasemi, or rather Jesus didn't say God is looking for singers. He didn't say God is looking for musicians. He said the Father is looking for worshipers. Now, he's looking, number one,
Mungu anaangalia watu ambao they will come in his presence wakiwa wamesurrender, wakiwa wameaccept ya kwamba it is about God. And that's why me, I always tell myself, before you even come out of your house, before utoke kwa nyumba yako, the first question is, unaenda church kufanya? Because the first thing inatakana kwa mind yako, it's about God. And if it's about God, inamaanisha kwamba I'm surrendering everything. I'm surrendering kila kitu. That is the first thing kama mwabuduo halisi anatakana kukuwa nayo. He's looking for people who will worship him when nobody is watching. Wakati uko kwa bedroom yako, wakati uko mahali ambapo hakuna mtu mwingine ambaye anakuona, ni wewe na smartphone yako, ni wewe na data zako ama na wifi yako, can you still worship God? So he's looking for people who will worship him when nobody else is watching. People who will obey him when obedience is difficult. Wakati kutii ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kutii ni ngumu sana, hapo ndo Mungu sasa anataka kuangalia moyo wako. People who will choose holiness when sin is convenient. Wakati dhambi inakaa ndo nzuri, yani ni rahisi kufanya dhambi, Mungu anaangalia, can you choose to worship God and leave sin? People ambao wata remain faithful when there is no applause. Wakati unaabudu Mungu na hakuna mtu wa kukupigia vigelegele. Wakati unaabudu Mungu na hakuna mtu wa kukusupport, can you still worship God? Wakati umekuja kwa ibada na kabisa unajua kabisa haujalipa rent ama vitu ni vingi kwa life, can you still worship God? Wakati there is nobody else to give you that support you need, can you still worship God? Because the platform can reveal your gift, but the secret place reveals your worship. Tukikuja hapa church tunaweza imba, watu wajue na huyu anaimba, na huyu anaabudu, huyu hadi anatoka kwa machozi anaabudu. But maybe you are acting, especially with this generation ambayo we want to trend. Unajua worshipers wengi siku hizi wamekuwa content creators kabisa. Worshipers wengi tumekuwa content creators kwa sababu we are too focused with the lenses of cameras that God himself. Unataka ukija ukiimba hapo, umetengeza sauti, umefanya makeup vizuri, ndio video ikipostiwa utrend, upate followers, upate subscribers. Bwana asifiwe. So unakuta mtu anaabudu lakini anakuwa makini na kamera ndio asitoke vibaya. So mtu akoradi kwanza apige statue kwanza, asimame kidogo ndio picha ipigwe, alafu ndio ibada ikiisha kila moja kwa cameraman, nitumie picha zangu, kwa sababu anataka kupost a trend. Bwana Yesu asifiwe. I have, by the grace of God, nimehost some of these events. Na pia nimeinteract na watu ambao wana host these events za worship night and whatever. Most of the time it's not about God. It's about imaging yangu ndo ijae nifanye nini. So kwanza nafikiria nikileta mwimbaji fulani akuje watu watajaa. Alafu anaulizana tulete media team gani ndio sasa watupatie quality photos and quality videos, ndio pale kwa mtandao to trend. So we have people ambao wataimba, apige magoti, atokwe machozi kabisa, ndio picha ipigwe vizuri, ndio ikipostiwa itrend, ati alikuwa analia akiworship, but in the real sense moyo ulikuwa umesimama wakati amepiga magoti. We have people ambao amekuja kwa ibada ya maabudu ndio,
Amepiga magoti lakini moyo umesimama. Bwana asifiwe. Amekuja kuabudu Mungu kabisa, analia lakini kwa moyo anacheka. Amekuja kuabudu Mungu kabisa, amevaa pamba nzuri. Because most of the time worshipers wakigather, I believe not this place, They gather, but the motive is wrong. The motive is not about God at the center. Bwana asifiwe. Ndio maana hapa tukifanya ibada kama hii, we don't care if you will come ama you won't come. Sisi tukikuja tutafanya ibada na tusonge. Bwana asifiwe. And one of the thing, even the worship team, we decided tukikuja hapa kuworship, hatutawabembeleza tena. Inua mikono, unajua Mungu anawapenda. Usipoinua, we won't tell you that. Because at this level tumepita hiyo level ya kukubembeleza umwabudu Mungu wako. Ni kama mimi ndo nakupatiaga uhai. Ni kama mimi ndo nakulishaga, mimi ndo nakulipiaga rent, sasa nakubembeleza. Hapana. Bwana asifiwe. There is a level you get into as a Christian and you decide to worship God, and when that opportunity comes to worship God, you focus with God. Wakisema niko na sura mbaya ni sawa. Wakisema sijui ninalia vibaya ni sawa. Yani worship imepigwa kwa madhabahu. Nafsi yako inataka kulia, yani ulie mbele za Mungu, lakini umekazana kabisa. Eti sasa nikilia mama fulani atanionaje? Bwana asifiwe. Moyo kabisa unakwambia piga magoti, everything, yani environment inakuruhusu piga magoti. Lilia Mungu, lakini unasema, sasa nikipiga magoti wataniambiaje? Wataniambiaje? Yani mimi sina mbingu ya kukupeleka. Mimi sina mbingu ya kukupeleka, wala hata jehanamu sina ya kukupeleka, lakini kunaye ambaye anajua venye atadili na wewe. So it's a high time wa Kristo tukue worshipers, watakao mwabudu Bwana kwa roho na kweli. That tutakuja kwa uwepo wa Mungu tukiwa tumesarenda. It's not about me. It's not about my family. Yes, I have things, but it's not about sahi ni time ya God. Bwana asifiwe. Let me give God the best. Lakini kama hiyo kile kitu waga unafanyaga kama it is the best thing to God, then it's fine. Bwana asifiwe. When we come to church to worship God, there is the altar. And there is a time, I don't know nani who was teaching, na akatu empower ya kwamba even in your house have a place that will create your own altar. For example, hapa church kuna mtu tu akikosa hiyo kiti yenye anakaliaga hana amani. Hapa church tu. Na hapa church kuna mtu tu akitaka kuomba vizuri kuna mahali anaendaga. Do you have such a place in your house? A place yenye ukitaka kuabudu, yani unajua this is the altar. Bwana asifiwe. So when you are coming to church, or rather you are going to worship God, there is always the altar. Bwana asifiwe. And that altar is a point of surrender. There are things we cannot carry into God's presence while still holding onto our own things. Yani kuna vitu ambavyo tunapotaka kumwabudu Mungu lazima tuachilie tu. Yani upendo ukatae, kuna vitu as long as you want to worship God, you have to surrender. You just have to let them go. Number 2, you have to sacrifice. Worship is sacrifice. Ni kujitolea. Worship si kitu tu ya kufanya ukienda. Worship ni kujitolea. Bwana asifiwe. The fact that you are coming from your house, watu wamelala sahi. Watu wanangorota sahi. Sahi watu wanangorota kabisa. Lakini wewe umejisacrifice. So, hiyo sacrifice ya kuwa umejileta hadi hapa isiende bure. Eti sasa umekuja kukesha alafu natoka asubuhi na usingizi tu ukiwa tu umeenda kulala. Toka
Ukiamka asubuhi ukisema ya kwamba, yani hata ukijichunguza unasema yenyewe leo I have done something. It's not about that friend of yours. Mimi nishaikuwa si rally kabisa tukiwa vijana. Tunaogopa hata kuinua mikono mbele ya mademu kabisa. Kwa sababu unaona ukiinua mikono ile demu atakwambiaje? Bwana asifiwe. David anasema in the book of 2 Samuel chapter 24 verse 24. I will not sacrifice to the Lord my God. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Yani siwezi tu toa dhabihu ambayo haijanikost chochote. Yani unakuja tu kanisani tu ni kama umekuja kupiga sherehe alafu unaenda. There is a video niliwatch, leo ni Saturday. Jana this guy amechukua video ya kanisa. Alafu anasema the reason why as a single man I go to church. Like this is the reason why as a single man I go to church. Alafu unajua ni video gani ameweka? Amesimama nyuma ya church, amechukua video wasichana wamevaa palazzo, viungo vya mwili tu vinaonekana. So amepost hiyo video anasema this is why I go to church. So why do you come to church? Kuna mtu tu kabisa anavaa vizuri akuje church, akuje aonyeshe watu ya kwamba luku imeweza. Kuna mtu tu kabisa amekuja church akuje kuangalia sister fulani, yani hiyo Sunday. Kuna mtu tu amekuja church kwa sababu kuna screen hapa. Do you know there are worshipers, if you have to invite them in your church wakuje waabudu, watauliza maswali, mko na screen? They will ask you, you think I'm joking? They will ask you, mko na screen? Mko na keyboard aina fulani? Drum set, like itabidi upige picha umtumie. Bwana asifiwe. Then you ask yourself, why? Bwana asifiwe. So why do you come to church? Unasema unakuja kuabudu Bwana, ndio. But is seriously your motive hiyo ya kukuja kuabudu God? When you are coming to church also, there is the so-called repentance. Sometimes coming back to the altar means saying, Lord, I have gone away, bring me back. Alafu kuna communion. Bwana asifiwe. The altar is where we meet God. And that's why mi waambia waimbaji, hii altar is not your grandfather's shrine. Yani madhabahu si mahali pale kwa babu yako mahali anaendaga kiganga watu. Bwana asifiwe. Chunguza moyo wako. Hallelujah. Anybody can come to church, especially now this goes to anybody when you stand kwa altar to minister. Anybody can come to church, but not anybody can stand on the altar to minister. Bwana asifiwe. Chunguza moyo wako. The altar is a place ambapo watu wanakuja wanamwaga machozi, Mungu anawakumbatia, wanaenda. Mtu alikuwa na magonjwa yake huko, hata kisonono, amekuja ameomba hapa, amepona. Alafu wewe unakuja na usherati, unakuja unapanda wewe unakuja na dhambi zako na kiburi chako, unakuja unabeba unaenda nazo. Unakuja na vitu vyako, hujachunguza moyo wako, unakuja kusimama kwa madhabahu, unatuongoza sisi, tunalia, tunaomba, alafu unaenda. So you see sisi when I was growing up nikiwa mdogo, tulikuwa tunaogopa madhabahu mbaya sana. Hata wale wa mama kwa hapa wazee watakwambia, ulikuwa unakuja church ukiambiwa songa kwa madhabahu unashtuka. Bwana asifiwe. But nowadays we don't fear the altar. The altar has become like a bedroom. The altar has become like a sitting room. Yani we just do things anyhow. Bwana ulikuwa unafikiria kesho ni Sunday, unaenda kupanda kwa altar, unaomba, unajitakasa hata kama hujatenda dhambi. Lakini siku hizi mtu hata hajaomba, anakuja tu kwa altar, anapanda na anaomba. Bwana asifiwe. Kabisa. And you know your heart. Aya.
There are things when we are coming to worship God, we have to leave them. Before we ask God for anything tonight, perhaps God is telling us some few things tonight, to surrender some few things. Number one, pride. Huwezi abudu God ukiwa na kiburi. Huwezi abudu God ukiwa na kiburi. Huwezi abudu God kama hujasamehe. Huwezi abudu God ukiwa na sexual sin, ukiwa na uchungu kwa moyo, ukiwa na uoga, ukiwa na mipango yako, yani uko na plans zako. That's why hata sisi wenye tunaongozaga nyimbo, sometimes tumefanya mazoezi Saturday, but sometimes Sunday nafika hapo, roho wa Mungu anaamua kufanya vitu zake. Bwana asifiwe. You cannot plan, eti sasa hivi ndo nitakuja kanisani, nitapiga magoti 5 minutes, nitasimama. You cannot worship God with a secret addiction. Bwana asifiwe. You cannot worship God kama wewe si mtiifu. You cannot worship God kama bado unatafuta people approval. Bwana asifiwe. Yani unaabudu Mungu lakini unakaa unaangalia, unachunguza watu watasema nini. This is not an exam yenye unangoja mwalimu akumakie when you are worshiping God. Bwana asifiwe. So some of us are asking God to use us, but God is first asking us to surrender to Him. So you cannot experience the fullness of God's presence while deliberately protecting the things He is asking you to surrender. Vitu hizo ambazo tumezitaja: pride, unforgiveness, secret addiction, disobedience. Because some of us, we are battling with secret addiction. I have interacted with people. Mtu tu anakuja tu inbox yako, anakuambia, hey bro, unisaidie. I'm a worshiper. Na ukiangalia hata vitu anapost, this is a worshiper. Anaimba vizuri, but ana struggle with some addiction. Bwana asifiwe. Na anasema, I can't live. Nimeng'ang'ana kuacha lakini imekataa. Nisaidie. So you cannot worship God with those secret addiction. Ndio pale nikakwambia, if you are seated in your bedroom na hakuna mtu mwingine, kama venye sasa Deno anaishi peke yake, usiku saa 6 ako na wifi, what do you do? That is worship. Is not, it's an example. Ni mfano. Bwana asifiwe. Sije mkatoka hapa mkaanza. So tonight God is calling us back from religion to relationship. Tuache udini ya kwamba ukiingia church lazima kwanza program ianze ndio uanze kuabudu Mungu. Wewe ingia, wewe wacha waimbaji wapate mbele ukiwa umeenda na kuenda. Don't wait. Allow the Holy Spirit lead you. Bwana asifiwe. Tonight God is calling us back from performance to presence. Yani back from performance, acting, hadi kwa uwepo wake. Tumeact vya kutosha. Sasa hemu tutamani kukaa kwa uwepo wa Bwana. Back from entertainment to encounter. Tutamani encounter. Sio burudani na kufurahia, tukuje tu dance, tutoke jasho, alafu tuende nyumbani tukiwa tumechoka. We are done with that. The only thing yenye ukiulizwa ni nini umelana, unasema tu, tumedance. Ametudansisha huyu mzee. That is the only thing you can remember. But tamani utoke kwa ibada ukiwa ulikuja mzito, unasikia mwepesi.
Yaani unasikia kuna mzigo, unakuja church bado unarudi na mizigo yako. Tonight God is calling us back from the platform to the altar, because most of the time hata sisi waimbi tumetumia altar kama platform, kama stage. The church has become a platform, kukuja tu kuje tuonyeshane na tuende nyumbani. So God is calling us back from singing about Jesus to surrendering to Jesus. Haijatosha kuimba nyimbo nzuri, sasa surrender to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. As I wind up, maybe you came tonight very tired. Maybe you came disappointed. Maybe you came carrying something nobody knows about it. Maybe you came, you have been serving God, but your heart has become distant. Unakuja church, unaabudu God, lakini moyo wako uko mbali. Umekuja church, umekaa, watu wanaabudu, wanacheza, wanalia, lakini wewe unashangaa, waseni nini wanafanya? Let tonight be a U-turn in your life by surrendering to Him. Because worship, it's not about when everything is okay. Bwana Yesu asifiwe. Today, somebody told me, at the lowest moment of your life is the time you either decide to leave God or see God in 3D. Yani, during your lowest moment, that is the time most people leave God. But that is also the time you worship God and encounter Him in 3D. So let this night count. Surrender everything to Him and just tell God, I am your worship. I am your worship. It's not about the song I sing every Sunday. Lord, I want me to be your worship. Will it be easy? No, it won't. But it's a call that God has instructed us to. So tonight, let it count. Tonight I pray ya kwamba Mungu akupatie that desire to worship Him, ile njaa ya kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. That urge ya kwamba you cannot without worshiping God. Bwana Yesu asifiwe. Now, it's discipline. It takes discipline, sacrifice to worship God. Bwana Yesu asifiwe. Can you just stand up for me for a minute? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tonight, you can forget everything. But please remember, worship is not merely what we do in God's presence. Worship is what we surrender because of God's presence. So if there's something we need to surrender to God tonight, talk to Him. Talk to Him. Just tell Him, God, this is what I'm struggling. Indo nimekuwa nikistruggle na hii issue. But tonight, I'm surrendering to you. God, I have been struggling na hii issue, that I cannot worship you to the fullest. There is a time hata mimi, I used to come to church, sing. But natoka church, my heart is so heavy. There is a time I
used to come to church, worship, watu wanalia wanafunguliwa, lakini mimi natoka na maswali mengi hata kuliko na majibu. But there is a point it comes when you say, God, I want to be the worshiper. Fix my heart. Fix me. This is the night I want you to open your mouth and tell God, please fix me. Thank you, Jesus. Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu. Mungu, uone kama niko njia iletayo majuto ndani yangu.
Mwambie Bwana tengeneza moyo wangu Baba. Mwambie Bwana nimestruggle na Yesu. Mwambie Bwana nimestruggle na Yesu. Imetosha, imetosha. Imetosha, imetosha. Nimestruggle na Yesu. Yesu nipumzishe. Natamani kukuabudu. Wapie haja ya moyo wako. Usiku wa leo usiishe tu hivyo.